siku ambayo Bwana and each and every one of us, na kila mmoja wetu, we were created to worship Jehovah. tuliumbwa kumwabudu Jehova. We were created to worship our Maker. Tuliumbwa kumwabudu muumbaji wetu. So wherever you are, Kwa hivyo popote ulipo, it could be maybe you are not able to attend the service today. huenda ikawa ungeweza kushiriki ibada siku ya You are leo. just at home, maybe you are at workplace. Uko tu pale nyumbani au labda uko katika kazi. I welcome you Na with kukaribisha a lot of joy na furaha nyingi in the mighty name of our Lord Jesus katika Christ, jina la Yesu so Kristo, that we may worship the Lord together, ili kwamba tukapate kuabudu our pamoja Lord and our Maker. Bwana wetu na Muumba wetu. Hallelujah. Hallelujah. So precious people, Kwa hivyo watu wa feel dhamani, welcome in the mighty name of Jesus. sisi umekaribishwa katika jina la Yesu. This is the ministry of repentance and holiness. Hii ni huduma ya toba na utakatifu. The ministry that is preparing the entire church, Huduma ambayo inaandaa kanisa zima, the entire universe, dunia nzima, for the coming of the Messiah, kwa ajili ya kurudi kwa the Masihi, coming of our Lord and Savior Jesus kurudi Christ. kwa Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. So precious people, Kwa hivyo watu wa we dhamani, know very well tunajua that the Lord Jesus Christ, Bwana wetu Yesu Kristo when he went, alipoenda, he told his disciples, aliambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu. msifadhaike mioyoni mwenu. Aliwaambia wanafunzi wake, Aliwaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu. msifadhaike mioyoni Do mwenu. not be troubled in your hearts. Msifadhaike mioyoni mwenu. Trust upon the Father Tumaini Baba and trust upon me. na unitumaini mimi. In my Father's place Katika nyumbani pa Baba yangu there are many mansions. kuna vyumba vingi. I'm going to prepare a place for you, Ninaenda kuandaa mahali kwa ajili yako, and then I will come for you, kisha nitakuja kwa ajili yako, that you may be with me where I am. kisha uwe mahali ambapo nipo. Were it not so, Kama ingekuwa hivyo, I would not have told you. singelikuambia. Hallelujah. Hallelujah. Allow me to read it from the scriptures. Ruhusu nisome katika andiko. The Bible says, Biblia inasema, do not let your heart be troubled. usikubali moyo wako ufadhaike. Believe, Amini, meaning have confidence in God kumaanisha uwe na ujasiri and katika Bwana trust in Him. na uamini kwake, Have faith in Him. kuwa na imani kwake, Hold on to that faith. shikilia katika hiyo imani, Rely on Him. utegemee kwake, Keep going and believe also in me. endelea na uamini pia kwangu. In my Father's house are many dwelling places. Katika nyumba ya Baba yangu kuna makazi mengi, If it were not so, na kama isingelikuwa hivyo, I would have told you. ningelikuambia, Because kwa sababu I am going there to prepare a place for you. ninaenda kule kuandaa mahali kwa ajili yako. If I go and prepare a place for you, Ninaenda kuandaa njia kwa ajili ya mahali kwa ajili yako. ninapoenda na niandae mahali kwa ajili yako, Ninapoenda na niandae mahali kwa ajili yako, I will come back again nitarudi tena and I will take you na nitakuchukua to myself, kwangu mimi, so that where I am, ili kwamba pale ambapo nipo you may be also. uwe pale pia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. That is an assurance. Hiyo ni Hakikisho. hakikisho. That is an assurance Hiyo ni hakikisho from our Lord and Savior Jesus Christ. kutoka kwa Bwana yetu Yesu Kristo. We who believe in Him. Sisi ambao tunaoamini, He is assuring us anatuhakikishia that we are the citizens of heaven. ya kwamba sisi ni wa mbinguni. Out of us receiving Him, Kutokana na sisi kumpokea, we become the citizens of heaven. tunafanyika wale Citizens raia wa mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. And when we become the citizens of heaven, Na tunapofanyika raia wa mbinguni, I want to tell you, blessed people, ninataka kukuambia mtu mbarikiwa, that it is not in vain ya kwamba si bure for you to receive Jesus, kwako wewe kumpokea Yesu, for you to repent your sins. kwako wewe kutubu dhambi It zako. is not in vain Sio bure for you to separate from sin. kwako wewe kujitenga na
dhambi in this world katika hii dunia that is filled with wickedness, ambayo imejaa dhambi, all manner of wickedness. kila aina ya maovu. But for you who is born again in Jesus' name, Lakini wewe ambao umeokoka katika jina la Yesu, for you are a heavenly citizen. wewe ni raia wa mbinguni. You have been called unto separation. Umeitwa katika kujitenga, Separation from sin. kujitenga na dhambi. So it is not in vain, Kwa hivyo si bure, because when Jesus will come back, kwa sababu Yesu atakaporudi he will come for those who have faith in him, atarudi kwa ajili ambao wako na imani kwake, those who have repented their sins, wale ambao wametubu dhambi zao, walked in righteousness wametembea kwa uhaki and holiness, na utakatifu, and they will enter the kingdom of na God. wataingia katika ufalme wa So mbinguni. we thank the Lord so much Kwa hivyo tunashukuru Bwana sana for that assurance. kwa sababu ya hilo hakikisho. Now I know Kwa hivyo sasa ninajua that my salvation is not in vain. ya kwamba wokovu wangu si bure, My service unto the Lord is not in vain. kwa sababu Huduma yangu si bure kwa Bwana. Hallelujah. Haleluya. Your service unto the Lord is not in vain. Huduma yako kwa Bwana si bure. We thank the Lord so much. Tunashukuru Bwana sana. So precious people. Kwa hivyo watu wa dhamana, Yesterday we had a very powerful service at the headquarters, jana tulikuwa na ibada ya kuu sana katika headquarters, when the entire region of Nakuru mahali ambapo region mzima ya Nakuru assembled in at the headquarters ilikutana pale kwenye headquarters to go and thank the Lord. kwenda kumshukuru Bwana, To go and thank the Lord kwenda kumshukuru Bwana for his visitation, kwa sababu ya mtembeleo for wake, how the Lord has helped the region of Nakuru, jinsi ambavyo Bwana amesaidia eneo la Nakuru, for how the Lord has visited them kwa jinsi vile Bwana amewatembelea through his mega prophets, the ancient prophets, the prophets of Revelation 11, kupitia kwa manabii wake wakuu, manabii wa kitabu cha Ufunuo 11, the ones that have come to prepare the church for the coming of the wale Messiah. ambao wamekuja kuandaa njia kwa kanisa kwa sababu ya kurudi kwa Yesu. The church of Nakuru Kanisa la Nakuru went also to thank the mega prophets walienda pia kumshukuru nabii mkuu wa Bwana for coming to us, kwa sababu ya kuja kwetu, for coming and bringing correction to us. kwa sababu ya kukuja na kuleta marekebisho kwetu, Because before the mega prophets of the Lord came, kwa sababu kabla manabii wakuu sana wa Bwana kuja, the church was lost. kanisa lilikuwa The limepotea, church was languishing in sin. kanisa lilikuwa linaangamia kwa dhambi, False prophets and false apostles and false pastors, manabii wa uongo na wachungaji wa uongo na mitume wa uongo, had taken over the church of Christ, walikuwa wameteka nyara kanisa la and Bwana, they had destroyed the altar of the na Lord walikuwa wameharibu madhabahu ya Bwana by compromising with sin. kwa kukubaliana na dhambi. But when the Lord sent his mega prophets Lakini Bwana alipotuma manabii wake to the wakuu nations, kwa taifa, the mega prophets of the Lord began with repent your sins. manabii wa Bwana walianza na tubuni dhambi zenu, Pastors, repent your sins. wachungaji tubuni dhambi zenu, Church, repent your sins. kanisa tubuni dhambi And zenu, prepare for the coming of the na Messiah. tuandae kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. So they had gone to thank the Lord. Kwa hivyo walikuwa wameenda kumshukuru Because when the mega prophets of the Lord entered with the message of repentance and holiness, kwa sababu manabii wa Bwana walipoingia na ujumbe wa toba na and utakatifu, people began repenting na watu wakaanza kutubu in sackcloth, katika mavazi ya gunia. now we began seeing the visitations of the Lord. Sasa tulianza kuona mitembeleo ya Bwana, We began seeing cripples walking, tulianza kuona viwete wakitembea, the blind seeing, vipofu wakiona, the deaf hearing. hata viziwi We wakisikia. began seeing righteousness in the church. Tulianza kuona uhaki kwenye kanisa, When the pulpit is now being restored, wakati ambapo madhabahu ilirejeshwa. we see the Lord raising priesthood that are out from his agenda. Tunaona Bwana akirejesha makuhani ambao wako wamejitokeza kwa sababu ya ajenda yake. Hallelujah. And Hallelujah. the agenda of God is that we may enter Na ajenda ya Bwana ni kwamba tukapate the kuingia kingdom of God. ufalme wa Mungu. And the entry, the standard for the entry to the kingdom of God
msimamo wa kuingia katika ufalme wa Mungu is righteousness and holiness. ni utakatifu na uhaki. Kiwango cha kuingia. Kiwango cha kuingia katika ufalme wa Mungu ni uhaki na utakatifu. Thank you very much. Asante. So it was very powerful. Kwa hivyo ilikuwa ya kufu. I followed. Nilifuatilia. I want to read a scripture here. Ninataka kusoma andiko hapa. I want to read, somebody read for us. Mtu mmoja atusomee. The book of Isaiah chapter 61. Kitabu cha Isaia 61. As they were presenting the testimonies. Walipokuwa wanatoa hizo miujiza, the testimony. As they were presenting. Walipokuwa wanatoa ushuhuda. The testimonies that the Lord has done in Nakuru, in the region of Nakuru. Ushuhuda ambao Bwana ametenda kule eneo la Nakuru. And as they were narrating about those testimonies. Na walipokuwa wanaelezea kuhusu hizo ushuhuda. There is a testimony that was given. Kuna ushuhuda ambao ulitolewa. About a child that was born while crippled. Kuhusu mtoto ambaye alizaliwa akiwa kiwete. And this child na huyu mtoto suffered neglect. Aliteseka kwa sababu ya neglect, kuachiliwa, rejection, kukataliwa. The mother even hata mama yake took the mother. Mama yake took the child. Alimchukua mtoto at night. Usiku. At night. Usiku. The mother took the child. Mama alimchukua mtoto and took to the gate of the grandmother. Na akampeleka kwenye lango la shosho ya nyanya yake. Alichukua mtoto. Mtoto wake ambaye ni kiwete. Mtoto wake ambaye ni kiwete. Ameshindwa atafanya aje na yeye. Ameshindwa kabisa. Ameshindwa. Hallelujah. Afflicted. This woman was afflicted by the status and the condition of the child. Huyu mama alikuwa amesononeshwa na hali ya mtoto. So she decided to take the child. Kwa hivyo aliamua kumchukua mtoto. At night. Usiku. She went. Alienda. And left the child at the gate. Na akamwacha mtoto kwenye lango. Of the grandmother. Wa nyanya yake. The child stayed there. Mtoto huyo alikaa hapo. A very little child. Mtoto mdogo sana. Stayed there. Alikaa pale. The entire night. Usiku mzima. In the morning. Asubuhi. That is when the grandmother realized. Hapo ndipo nyanya yake aligundua. That there is a child outside the gate. Kwamba kuna mtoto pale nje. So the grandmother took the child. Kisha nyanya yake akachukua. Hallelujah. Hallelujah. Because of crippleness. Kwa sababu ya ulemavu. But thereafter. Lakini baada ya hapo. When the child encountered the anointing. Mtoto alipokutana na upako. The anointing of the Lord. Upako wa Bwana. That the Lord has bestowed upon his mega prophets. Ambayo Bwana ameelekeza katika manabii wake wa. The child is now walking. Sasa anatembea. The child is now walking. Sasa anatembea. And the child is big now. Na mtoto ni mkubwa sasa. That testimony. Huo ushuhuda. Is the one that led me to the book of Isaiah 61. Ni ule ambao ulinielekeza kwenye kitabu cha Isaia. Can you read it for us, please? Ninaomba tafadhali ukaisome. Tusome tu. From verse 1. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Roho wa Bwana Mungu u juu yangu. Kwa sababu Bwana ameniita. Kwa sababu Bwana ameniita. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga. Amenituma ili kuwaganga ama kuwaponya waliovunjika moyo. Waliovunjika moyo. Sasa hivi waliovunjika moyo. Look like the state of that mother. Tazama kama hali ya huyo mama. Alikuwa amevunjika moyo. Alikuwa amevunjika moyo. Akona mtoto kiwete. Anashindwa atafanya namna gani? Anashindwa atafanya jinsi gani? With a crippled child. Na mtoto ambaye ni mlemavu. Heartbroken. Amevunjika moyo. Because always. Kwa sababu kila mara. When a woman is expectant. Mama anapokuwa mjamzito. A woman's desire. Tamanio la mwanamke. A woman's prayer. Tamanio la mwanamke.
mwanamke is always that the child that she's going to give birth to ni kwamba mtoto ambaye anaenda kupata may be a healthy child. awe mtoto mwenye afya. However, in her state, Ingawaje katika hali yake she gave birth to a child, alipata mtoto, but the child was a crippled one. lakini mtoto huyo alikuwa kiwete. So she was afflicted by the state of her child. Kwa hivyo alikuwa amesononeshwa sana na hali ya mtoto. And out of that, Na kwa hali hiyo she took the child and went and put the child at night at the gate of her grandmother. alimchukua mtoto na kumpeleka kwenye lango la nyanya yake Up to morning. hadi asubuhi. Hallelujah. Hallelujah. Affliction of life. Kusononeshwa na maisha. Affliction of life. Kusononeshwa na maisha. You know the story of Baby Charlene. Tunajua hadithi ya mtoto Charlene. You know the state of Baby Charlene. Tunajua hali ya mtoto Charlene. How Baby Charlene was. Jinsi gani huyo mtoto Charlene alikuwa. The testimony of Baby Charlene. Ushuhuda wa mtoto Charlene. Charlene suffered leprosy. Huyu mtoto Charlene aliugua ugonjwa wa ukoma. Suffered leprosy. Aliugua ugonjwa wa ukoma. And leprosy has no disease, has no healing. Na ugonjwa wa ukoma hauna tiba. Haina tiba. Hauna tiba. Haina dawa yoyote. Haina dawa. Hallelujah. Hallelujah. So precious people. Kwa hivyo watu wa dhamana. This child, Huyu mtoto before she encountered the mega prophets of the Lord, kabla hajapatana na manabii wakuu sana wa Bwana, the parents, wazazi wake, due to the affliction kwa sababu ya ile hali ya kusononeka that the state of the child had afflicted them, ambao hali ya mtoto wao ulikuwa umewadhuru, they resorted to look for healing walijaribu kutafuta uponyaji from all manner of avenues. kutoka kwa njia ya kila aina. They went to witchcraft. Walienda kwa waganga, They went to witch doctors. kwa madaktari bandia. They went and did a lot of, they visited a lot of, they did a lot of things, seeking for help. Walifanya mambo mingi sana kutafuta suluhu, But it did not work. lakini haikufanya kazi. Hallelujah. It did not work. Haikufanya kazi. They went to false prophets. Walienda kwa manabii wa uongo. They went to false apostles. Walienda kwa mitume wa uongo. They went to false pastors. Walienda kwa wahubiri wa uongo. And nothing happened. Na hakuna kilichofanyika. They were told to give the bill. Waliambiwa watoe dhabihu. But nothing happened. Lakini hakuna kilichofanyika. However, Lakini when Baby Charlene wakati ambapo mtoto Charlene was taken to the meeting of the Lord. alipopelekwa kwenye mkutano wa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. When this baby Wakati mtoto huyu was taken to the meeting of the Lord alipelekwa kwa mkutano wa Bwana and encountered the true prophet of the Lord, akakutana na manabii wakuu wa Bwana, the one that the Lord has sent wale ambao Bwana alituma to come and prepare the church for the coming of the Messiah, kuja kuandaa njia kwa ajili ya kurudi kwa Yesu, the one that the anointing of the Lord is upon. wale ambao upako wa Bwana uko juu yao. When Baby Charlene was taken to the meeting, Wakati ambapo Baby Charlene alipelekwa kwenye mkutano, Baby Charlene was healed. Baby Charlene alipona. Hallelujah. You Hallelujah. can see this is 2 weeks Unaona, hii ni wiki mbili after the prayers. baada ya maombi. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. This is 1 year. Huu ni mwaka mmoja. 1 year Mwaka mmoja after the healing. baada ya uponyaji. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Right now as we speak, Sasa hivi tunaponena, Baby Charlene is in Form 3. Is it Form 3, David? Ako Form 3, yeah? I think it's Form 3. mtoto Charlene ako katika shule ya sekondari. Hallelujah. Hallelujah. After the Lord healed the child. Baada ya Mungu kumponya mtoto, Right now, sasa hivi, were it not for the blood of Jesus, kama ingekuwa ni kwa damu ya Yesu, Baby Charlene would be dead. huyu mtoto Charlene angekuwa alifariki. Baby Charlene would be in the grave. Mtoto Charlene angekuwa katika Angekuwa kaburini. kaburini. Hallelujah. Bwana Yesu. So precious people, Kwa hivyo watu wa dhamana, when the church of Nakuru went before the Lord, hiyo wakati ambao kanisa
land. Kwa sababu ya matendo ambayo Bwana amefanya katika eneo hilo. For the mercies of God upon the people in that land. Kwa sababu ya rehema ambayo Bwana amefanya katika hiyo eneo. It reminded me the book of Isaiah 61. Ilinikumbusha katika kitabu cha Isaia 61. To bind the wounds of the afflicted. Kufunika vidonda vya wale ambao wamesononeshwa. Endelea. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Na hata hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Na pia kutangaza mwaka wa Bwana uliofunguliwa. Na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Kuwafariji wote waliao. Kuwafariji wote waliao. Kuwafariji wote waliao. Kuwaagizia hao waliao. Kuwaagizia hao waliao. Katika Sayuni. Katika Sayuni. Wapewe taji ya maua badala ya majivu. Wapewe taji ya maua badala ya majivu. Mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Vazi la sifa badala ya roho nzito. Vazi la sifa badala ya roho mzito. Badala ya roho mzito. Wapate kuitwa miti ya haki. Wapate kuitwa George, miti ya haki. Iliyopandwa na Bwana. Iliyopandwa na Bwana. Ili atukuzwe. Ili Bwana atukuzwe. Thank you. Hallelujah. Pigia Bwana Yesu makofi. Praise the Lord. And that is why we are here. Hiyo ndio maana ambapo uko. And that is how na hiyo ndio we found ourselves here. Tumejipata mahali hapa. And I was talking about. Na nilikuwa ninanena kuhusu. After the baptism. Baada ya ubatizo. That we had. Ambao tulikuwa nao. I was telling you. Nilikuwa ninawaambia. But now. Ya kwamba sasa. We have entered into a battle. Tumeingia katika vita. And in the battle that we have entered. Na katika vita ambavyo tumeingia. It is a spiritual battle. Vita vya kiroho. Hallelujah. Hallelujah. Immediately we received Jesus. Punde tu tulipompokea Yesu. And we accepted baptism. Na tukakubali ubatizo. We now entered officially into spiritual battle. Mara hiyo tuliingia katika vita vya kiroho. Hallelujah. Hallelujah. Spiritual battle. Vita vya kiroho. And this spiritual battle. Na hivi vita vya kiroho. Is because. Ni kwa sababu. You have to enter the kingdom of God. Lazima uingie katika ufalme wa Mungu. And as you pursue to enter the kingdom of God. Na jinsi hivyo unavyong'ang'ana kuingia katika ufalme wa Mungu. There will always be resistance from the enemy. Kila mara kutakuwa na mvutano kutoka kwa adui. So that you may not enter the kingdom of God. Kwamba usiingie ufalme wa Mungu. There are always be resistance. Kila mara kutakuwa na mvutano. Because. Kwa sababu. Our Lord, the Lord God Almighty. Bwana wetu Yesu Kristo. The Lord God Almighty. Bwana wetu mkuu. Yes. The Lord God Almighty. Bwana wetu mkuu. And Satan the devil. Na shetani. What do they fight for? Wanapigania nini? Souls of men. Nafsi za watu. Souls of men. Nafsi za binadamu. Hallelujah. Hallelujah. Your soul. Nafsi yako. Sema nafsi yako. Sema nafsi yangu. Nafsi yangu. Nafsi yangu. Hiyo ndio shetani na Mungu wanapiganiana. Hallelujah. Hallelujah. So the Lord wants you to enter heaven. Kwa hivyo Bwana anataka uingie mbinguni. But the devil wants you to go with him to hell. Lakini shetani anataka uende pamoja naye jehanamu. Hallelujah. Hallelujah. So it is a spiritual battle. Kwa hivyo ni vita vya kiroho. Now today. Kwa hivyo leo. I want us to focus. Nataka sisi tukapate kulenga. On walking with God. Tulenge katika kutembea na Mungu. The topic of today. Mada ya siku ya leo. Is walking with God. Kutembea na Bwana. Walking with God.
baptism, baada ya ubatizo we are now filled with the Holy Spirit. sasa tumejazwa na Roho Mtakatifu. When filled with the Holy Spirit, Tumejazwa na Roho Mtakatifu. now we are walking with God. Sasa tunatembea na Bwana. We begin now walking with God. Tunaanza sasa kutembea na Bwana. As we go where? Tunapoenda wapi? To the kingdom of God. Kwa ufalme wa mbinguni. That is our focus. Hiyo ndio lengo letu. However, hata hivyo, I want you to know ninataka ujue that as you walk with God, kwamba unapotembea na Bwana, there are many challenges that will come on your way. Kuna changamoto nyingi ambazo zitakuja kwenye njia yako. There are many challenges Kuna changamoto nyingi that will come your way. ambayo itakuja katika safari yako. Why are these challenges coming your way? Kwa nini changamoto hizi zinakuja kwenye njia yako? They come your way Zinakuja to strengthen you, kukuweka imara, kukutia nguvu, to strengthen your faith, kutia imani yako nguvu, to strengthen your faith kutia imani yako nguvu in Jesus Christ. katika Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. So that when you finish this journey, ili kwamba unapomaliza safari hii, you may be called an overcomer. unaweza itwa yule ambaye ni mshindi. The way Jesus Christ overcame. Jinsi Yesu Kristo alivyokuwa mshindi. He overcame all the rejection. Alishinda kukataliwa kwote. He overcame all the insults. Alishinda kutusiwa He kwote. overcame every manner of challenge. Alishinda kila aina ya changamoto. He even overcame death. Hata alishinda kifo. Hallelujah. Hallelujah. So that you and me, ili kwamba wewe na mimi we may also overcome. tuweze pia kuwa washindi. So it is a journey with challenges. Kwa hivyo ni safari ambayo imejaa changamoto. It is not easy. Si rahisi. Remember, Kumbuka, our Lord and Savior. Yesu Kristo. At first, how many disciples did he have? Mara ya kwanza alikuwa na How many? 72. Alikuwa na wanafunzi 72. With power, please, with power. Alikuwa na wanafunzi 72. With power, please. Alikuwa na wanafunzi 72. With zeal. Alikuwa na wanafunzi 72. 72 disciples. Wanafunzi 72. 72 mama maingi. 72 mama maingi. And then kisha the testing point came. Wakati wa majaribu ulikuja. If you want to be my disciples, ukiwa unataka kuwa mwanafunzi wangu, you will eat of my flesh. Utakula mwili wangu. Hallelujah. Hallelujah. How many remained? Wangapi walibakia? How many? Ni 12 walibaki. Hallelujah. Hallelujah. How many went? Wangapi walienda? How many? 60. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. 60 went away. 60 walienda. 60. And that is our Lord Jesus Christ. Huyo ni Bwana wetu Yesu Kristo. And then kisha he asked these 12. aliuliza watu mbili. Oh, you also want to go? Kisha pia nyinyi mnataka kwenda? You want to follow them? You can also follow them. Mnataka kufuata? Wafuate. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Yesu hakukufa moyo. Hakukufa moyo. Kwa sababu ya wale waliotoroka. Kwa sababu ya wale walioenda. Ilikuwa ya kuvunja moyo. Ilikuwa kuvunja moyo. Ilikuwa 60 jamani. 60. But Jesus asked the remaining. Lakini Yesu aliuliza waliobaki. Overseer, you also want to go? Unataka pia kwenda? Hallelujah. Hallelujah. But look. Lakini tazama. The going of the 60. Kuenda kwa wale 60. Haikumzuia Yesu. Haikumzuia Yesu. Kuhudumu habari njema. Habari njema. Kutoa mapepo. Kuondoa mapepo. Kuinua viwete na kutembea. Na viziwi kusikia. Na habari njema. Kwa wale ambao walikuwa wamefungwa. Haikumzuia Yesu.
Sindio? So you also today, Kwa hivyo hata wewe siku ya leo, I want to encourage you ninataka kukutia moyo that as we are now walking with God, kwamba tunapotembea na Bwana, let us walk with our focus to the eternity. wacha tuweze kutembea na lengo letu likiwa kwenye uzima wa milele. Let us walk with understanding Wacha tutembee na kuelewa that our call ya kwamba mwito wetu is different. ni tofauti. Now, can we read the book of 1 Peter, Sasa tunaweza soma kitabu cha Petro wa kwanza, chapter 2. mlango wa pili. It is a common scripture. It is a common scripture. Neno la kawaida. The book of 1 Peter. Kitabu cha Petro wa kwanza. Somebody read for us chapter 2 from verses, is it 11? Mtu tusomee mlango wa pili mstari wa 11. From verses 9. Hallelujah. Somebody read for us. Mtu tusomee. Because mine in English says, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own, that you should show forth the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light, who in time past were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Alafu anasema verse 11, dearly beloved, I beseech you as aliens and exiles in this world to abstain from fleshly lusts which war against the soul. Tusome kwa Kiswahili. Petro wa kwanza Ndio. mlango wa pili mstari wa 9. Petro wa kwanza mlango wa pili kuanzia mstari wa 9. Bali ninyi ni mzao mteule. Bali nyinyi, look here, praise the Lord. George, niangalie sasa, leze twende pamoja, si ndio? Daudi, twende pamoja. Mama Maigi, leo Tobi amwe kaa tu, angalie tu mbele vizuri, mama yetu. Amen, good like that now. Hallelujah, pigia Bwana Yesu makofi. Sasa wewe baada ya kubatizwa, baada ya kumpokea Yesu, sasa atuwewe ni nini? Bali ninyi ni mzao mteule. Sasa wewe ni mzao mteule, mteule ambaye hajajiteua. Wewe haujajiteua, umeteuliwa, mama yetu. Sasa wewe umeteuliwa. Haleluya, si ndio? Alafu ukuhani wa kifalme. Umeteuliwa katika ukuhani wa kifalme. Taifa You get me right. Ukuhani wa kifalme umeteuliwa. Wewe ukiwa hapa Mwene. Sasa wewe umeteuliwa katika ukuhani wa kifalme. Kifalme. Ufalme gani? Haleluya. Henry, ufalme gani? Ufalme wa mbinguni. So, ikiwa umeteuliwa katika ukuhani wa ufalme wa mbinguni, ujue pia kuna ufalme wa giza. Si ndio? Na ufalme wa giza pia uko na makuhani wake ambao wanaendeleza matendo ya giza.
Taifa takatifu. Taifa takatifu. Taifa takatifu. Haleluya. Takatifu. Watu wa milki ya Mungu. For your citizenship is in heaven. Your citizenship is in. Watu wa milki ya Mungu. Your citizenship is in heaven. Your citizenship is in heaven. Watu wa milki ya Mungu. Mpate kuzingatia fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Yes. Haleluya. Kabla mwitwe katika ufalme, katika ukuhani wa ufalme wa Mungu, kumbe mlikuwaga gizani. Tulikuwaga gizani. We were in darkness. We were in the world of darkness. Maybe we were drunkards. I don't know about you. But me, I was a drunkard. I was sexually immoral. I was a drug addict, smoking bang and all those things. I was an entertainer in clubs, singing secular songs. In that dark world, going around with fashions of the world. About you, I don't know. But you are also in darkness somewhere. There are things that you are doing in the world of darkness. And then, by His mercies, He calls you. He removes you from the dark world. Are you translating? Pole sana. Nimeenda sana. Pole. Endelea. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Rudi hapo nyuma kidogo, juu kidogo. Wakati tulitolewa kwenye aliyetuita kutoka kwenye ulimwengu wa giza. Yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Sasa alituita tukaingia katika nuru yake ya ajabu. Haleluya. Nuru yake ya ajabu. Katika hii nuru ya ajabu tunapotembea tukienda mbinguni, katika hii nuru unasikia ukimwi umeponywa. Ukimwi umeponywa. Ukimwi umeponywa. Yes. 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 A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. A cripple has walked. The blind are seeing. The blind are seeing. The deaf are hearing. The deaf are hearing. Ukoma umeponywa. Ukoma umeponywa. Yes. Ukoma umeponywa. Saratani umeponywa. Yes. Ni wapi? Katika nini ya mwangaza? Nuru. Katika nuru yake ya ajabu. Katika nuru yake ya ajabu. Jameni. Pigia Bwana Yesu makofi. Nuru yake ya ajabu. Kwamba sasa hata yale magonjwa ambayo yalikuwa yameshinda madaktari hayana tiba, sasa yako na tiba. Kwamba wale watu ambao walikuwa wamefinyika hawana msaada wowote, Bwana anawaponya, wanapata nafuu. Bwana anawasaidia Sasa hii ukiangalia watu kama Baby Shalin, sasa hii ukimwangalia utashangaa sana. Ukimwona utashangaa sana. Utashangaa sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Why? Kwa nini? Because kwa sababu we have been removed from darkness. Tumetolewa kwenye giza. After we have been removed from darkness, baada ya kuondolewa kwenye giza, and now we are the royal priesthood. Na sasa sisi ni kuhani watakatifu. The priesthood of the kingdom of God. Kuhani wa
nyinyi mliokuwa kwanza si taifa, nyinyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. bali sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa hamkupata rehema, mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Bali sasa tumepata rehema hata kuingia kwenye huduma ya Bwana. Kule nje tulikuwa tunaimba tu, ainuliwe Yesu, ainuliwe Yesu, sijui walikuwa aingainga iwe sijui okay, those are the things we used to sing. Hiyo ndio mambo tuliyokuwa tukiimba, but hopeless, lakini bila tumaini. Hopeless, bila tumaini. We used to sing those songs, tulikuwa tunaimba nyimbo hizo without direction, bila mwelekeo. We used to call ourselves Christians, tulikuwa tunajiita wa Kristo, but without direction, lakini bila mwelekeo. Until when the Lord sent his mega prophets, hadi wakati ambao Bwana alituma manabii wake to redirect the church, kuongoza kanisa mara tena into the glorious light, katika mwangaza ambao ni wa kitukufu. And after having been removed from darkness now, baada ya kuondolewa katika giza sasa, spiritual darkness, katika giza ya kiroho, where people were in the church, mahali ambapo Wakristo walikuwa kwenye kanisa, but still women committing abortion after them, lakini bado wamama wakifanya kuavya mimba. Pastors are going to the pulpit while drunk, wachungaji wanaenda kwenye madhabahu wakiwa and calling themselves apostles, na wakijiita mitume. They are drunk, lakini wamekunywa and pombe, now they formulate tongues, and they say that they are speaking in tongues, na sasa wanavumbua jinsi ya kunena katika ndimi, false tongues, katika ndimi za uongo, in that darkness, katika hiyo giza, where we were worshiping without direction. mahali ambapo tulikuwa tunaabudu bila mwelekeo. We were there, tulikuwa pale, but still in sexual immorality. bado katika hali ya kufanya dhambi za usherati. Our ways of animal living was corrupt. Njia zetu za kujikimu kimaisha ilikuwa kupitia ufisadi. Righteousness was not part of us. Haki haukuwa miongoni mwetu. We were just but a people, tulikuwa tu lakini watu, carrying out their own worship outside there, tukifanya jinsi yetu tu ya ibada pale nje, until when they made the prophets of the Lord came. hadi mahali ambapo watumishi wa Bwana wa manabii wakuu walikuja. And when they came, na walipokuja, they restored the pulpit walirejesha mimbari with the message of righteousness and holiness. na ujumbe wa uhaki na And utakatifu. so here we are. Kwa hivyo ndivyo tuko mahali hapa. We are in that light now. Tuko hapa katika hiyo nuru. How ought we to walk? Tunafaa kutembea jinsi gani? How ought we to carry out ourselves? Tunafaa kujiendeleza katika njia gani? Last time you saw on last Sunday, Jumapili iliyopita tulitazama the Lord raised leaders here. Bwana alinua viongozi mahali hapa. Why did the Lord raise these leaders? Kwa nini Bwana alinua viongozi hawa? So that we may work together ili tutembee pamoja, to ensure that the agenda of God in the land is fulfilled. tuhakikishe ajenda ya Bwana katika eneo hili imetimizika. Endelea na hiyo scripture usikie. Wapenzi na wasii kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. Muwe na mwenendo mzuri katika mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Pigia Bwana Yesu makofi. Now you become the testimony. Sasa unafanyika ushuhuda. Watakapoona matendo yako mazuri, watakapoona matendo yako mazuri, watafanya nini? watazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Wataweza kumtukuza Mungu. Haleluya! Watakapotazama matendo yako mazuri, kwamba huyu mtu tunamjua, tabia zake zilikuwa hivi na hivi na hivi, lakini sasa tunaona amebadilika. Kweli kabisa, huyo ni Mungu. Kweli Mungu anaokoa. Now you are giving the testimony of the Lord. Sasa unapeana ushuhuda wa Bwana.
asema Bwana. So my question is, Kwa hivyo swali langu ni hili. Since we began the journey, kuanzia wakati ambao tulianza safari, what is your testimony outside there? Ushuhuda wako ni upi kule nje? What is your testimony inside here? Ushuhuda wako ni upi hapa ndani kanisani? Hallelujah. Hallelujah. Because the Bible speaks about the testimony of our deeds. Biblia inanena kuhusu ushuhuda wa matendo yetu. The testimony of our deeds. Ushuhuda wa matendo yetu. Meaning, kumaanisha just from our deeds. Kwa ile matendo yetu. Just from our deeds. Kwa ile tu matendo yetu. We can harvest the entire moya. Tunaweza vuna moya mzima. Just with our deeds. Kwa matendo yetu tu. They can see the Lord. Wanaweza ona Bwana. And come to the altar of the Lord. Na wakuje katika madhabahu ya Bwana. And prepare to the kingdom of God. Na wajiandae kwa ajili ya kurudi kwa Mungu. Those that are following us online. Hata wale ambao wanatufuata kwa moja kwa moja. They are part of us. Wako miongoni mwetu. And this message is reaching out to them. Na ujumbe huu unawafikia. They are also part of the body of Christ. Hata wao ni sehemu ya mwili wa Kristo. We were called, they were called. Tuliitwa, waliitwa. But we were called unto righteousness. Lakini tuliitwa kwa sababu ya uhaki. Sindio? Sindio? Ama si hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Now if we are walking with God then. Sasa kama tunatembea na Bwana basi. If we have been called to walk with God. Kama tumeitwa tutembee na Bwana. If we have been called. Kama tumeitwa to walk with God. tutembee na Bwana. Can you open for us the book of Zechariah? Tufungulie kitabu cha Zekaria. The book of Zechariah. The book of Zechariah. Kitabu cha Zekaria. Is it chapter 4? Mlango wa 4. Hallelujah. Hallelujah. The book of Zechariah chapter 4. Kitabu cha Zekaria mlango wa 4. Zechariah chapter 4. Zekaria 4. From verses 1. Kutoka mstari wa kwanza. Somebody read for us. And then from there, we will go to the book of Revelation chapter 3 verses 4. Tusomee Zekaria kwanza. Na yule malaika aliyesema nami akanijia mara ya pili. Na yule malaika aliyesema nami akanijia mara ya pili. Akaniamsha. Akaniamsha kama mtu amshavyo katika usingizi. Kama mtu amshwavyo katika usingizi. Kama mtu amshwavyo katika usingizi. Ule malaika akamwamsha. Victor. Aha. Akaniuliza. Unaona nini? Je, unaona nini? Victor, unaona nini? Nikasema nimeona. Natazama kinara cha taa cha dhahabu tupu. Naona kinara cha taa cha dhahabu tupu. Nacho kina bakuli juu yake. Na nikiangalia hicho kinara kiko na bakuli juu yake. Na taa zake 7 juu yake. Na kuna taa 7 juu yake. Tena iko mirija 7 ya kuleta mafuta. Alafu kuna mirija 7 inayoleta mafuta kwa taa zote zilizo juu yake. Kwa taa zote zilizo juu ya hiyo bakuli. Na mizeituni miwili karibu yake. Alafu kuna mizeituni miwili karibu yake. Mmoja upande wa kuume. Mzeituni mmoja upande wa kuume kwa ile bakuli. Kwa ile bakuli. Na mmoja upande wa kushoto. Na mzeituni mwingine upande wa kushoto wa ile bakuli. Nami nikajibu. Nikamwambia yule malaika aliyesimama nami. Karibu nami. Nikasema, Bwana wangu. Bwana wangu. Vitu hivi ni nini?
Ndipo malaika aliyesema nami akajibu. Ndipo malaika akasema nami na akajibu. Akaniambia, hujui vitu hivi ni nini? Kwani haujui vitu hivi ni nini? Nikasema, la sijui Bwana wangu. La sijui Bwana wangu. Akajibu akaniambia, akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli. Akasema kwamba hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli. Kusema si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Endelea. Nani wewe, mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambarare. Nani wewe, mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabeli, kwa sababu si kwa nguvu zake, ni kwa nguvu za Roho, utakuwa nini? Nchi tambarare. Naye atalileta lije jiwe la kuwekwa juu. Revelation 11. Ufunuo 11. Yes. From verses is it 3 or 2? Revelation 11. Revelation 11 from verses Revelation 11 from verses 3. Yes. Kutoka mstari wa 3. Yes. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili. Anzia juu, anzia verse 1. Ufunuo 11 mstari wa kwanza. Ndio. Na haya maandiko they are same. Haya maandiko ni sawia. Ni sawia yote. Yanaongea juu ya kitu kimoja. Haleluya. Karibu sana mama. Karibu kabisa. Umejaribu ukafika. Karibu sana. Karibu kabisa. Karibu. Yes, anza kusoma. Ufunuo 11 mstari wa kwanza. Revelation chapter 11 from verse 1. Nikapewa mwanzi kama fimbo. Na mmoja akaniambia inuka. Ukalipime hekalu la Mungu. Na madhabahu. Na hao wasujudiwa humo. Ama waabuduo wanaoabudu humo ndani. Si ndio? Na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje, wala usipime. Na behewa iliyo nje ya hekalu uiwache, hiyo usiguse. Kwa maana mataifa wamepewa hiyo. Nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Hizo ni miaka ngapi? 3.5. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili. Nao watatoa unabii siku 1260. Nao watatoa unabii siku ngapi? 1260. Hali wamevikwa magunia. Hao ndio ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Hao ndio ile mizeituni miwili na minara miwili ya taa. Ifanyayo nini? Isimamayo mbele za Bwana wa nchi. Na mtu akitaka kuwadhuru. Unaona sasa imegeuka kuwadhuru. Kumbe hizo mizeituni
asilia ya watu. Haleluya! Ni asilia ya mtu akitaka kuwadhuru. Mtu akitaka kuwadhuru, moto hutoka katika vinywa vyao na kuola adui zao. Moto hutoka katika vinywa vyao na kuangamiza adui zao. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo ndivyo ipasavyo kuuawa. Na mtu atakaye kuwadhuru, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu. Hao wako na amri ya kuzifunga mbingu, ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Ili mvua isinyeshe siku za unabii wao. Kidogo tu, wako na amri ya kufunga mbingu. Na kama wako na amri ya kufunga mbingu, basi wako na amri ya kufungua. Wangapi wanakumbuka ya Mazumbu? Let it rain, let it rain, open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain, open the floodgates of heaven. Wako na nguvu za kufunga mbingu kusinyeshe na kufungua pia. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. These two olive trees, miti mbili ya mizeituni, and the two lampstands, na vinara mbili vya taa, that we read from the book of Zechariah. Ambayo tulisoma katika kitabu cha Zakaria. Can we go back to the book of Zechariah then? Wacha turudi katika kitabu cha Alafu mtu akiwa na Biblia Kikuyu tunataka watu waelewe, so that you may understand what does it mean to walk with God. Yes, we are walking with God. Tunatembea na Bwana. Tunaenda na Mwathani. Tunaenda na Mwathani. Tunaenda na Bwana. Haleluya. Haleluya. Lakini kila ndrenda umeni ni kwamba Mwathani huyu Bwana ni yupi? Haleluya. Haleluya. Ni yupi? Can you read it for us? From verse 1. Na yule malaika aliyesema nami akanijia mara ya pili, akaniamsha kama mtu amshavyo katika usingizi wake. Akaniuliza, unaona nini? Nikasema, nimeona. Tazama, kinara cha taa cha dhahabu tupu. Nimeona. Nacho kina bakuli juu yake. Nimeona kinara cha taa. Nimeona na tazama, kinara cha taa cha dhahabu tupu. Kinara cha taa cha dhahabu tupu, meaning a golden lampstand. Kumaanisha kinara cha taa cha dhahabu. Kwa Kikuyu ni help us mama. Kwa Kikuyu mote wa dhahabu teru, mote wa dhahabu teru wa kurugamia ki tawa, kurugamia kiringa kya kurugamia ya dhahabu kya kurugamia tawa. Haleluya. A golden lampstand, kinara cha taa cha dhahabu. Akaniuliza, nacho kina bakuli juu yake. Na hicho kina bakuli juu yake, na taa zake 7 juu yake. Nao taa zake 7, taa 7 zinasimamia kanisa. Haleluya. Taa 7 zinasimamia nini? Kanisa. Kuna bakuli pale.
kuna nini? Kuna bakuli golden. There is this golden bakuli pia iko on top of the golden lampstand. Kuna bakuli hii ya dhahabu ambaye iko juu ya kinara kile cha dhahabu. And this nini, hii bakuli iko na nini? Taa 7. Haleluya. Sindio? Mirija 7 ya kuleta mafuta kwa taa zote zilizo hapa juu. Kuna mirija 7. Hii mirija 7 imeshikanishwa na the olive trees. Mnanipata? Haleluya. Hii mirija 7 sijui tutaelezea. Okay, tuseme tuseme aje sasa. Ndio za kuvuta mafuta ikiingia kwa hii bakuli. Ikiingia kwa hii bakuli ndio sasa hizi taa zenye ziko juu zinaweza waka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mafuta yanatoka wapi? Kwa the 2 olive trees. They are the ones that produces oil. Oil yenye inavutwa na hii mirija ikikuja kwa hii bakuli. Ndio taa zifanye nini? Taa ziweze kukunywa zikiwaka. Niko nake aranjũria atĩrĩ nĩkĩ ũrona? Na niĩ ndĩrakĩmũcokeria ũhoro ndĩramwĩra nĩ kuona ndĩrona mũtĩ wa kũrũgamia tawa, naguo wothe nĩ wa thahabu theri, na wĩna bakũri ya gwĩkĩrwo maguta igũrũ rĩaguo, na wĩna matawa maguo 7. Ningĩ hena tũmĩberethi 7 igũrũ rĩamo tũrĩa tũroretie maguta matawa-inĩ macio. Ningĩ mĩena-inĩ yaguo hakagĩa mĩtamaiyũ 2, ũmwe mwena wa ũrĩo wa bakũri ĩyo ya maguta na ũrĩa ũngĩ mwena wayo wa ũmotho. Ningĩ ndĩracokeria mũraika ũcio tũraranagĩria nake ũhoro, ndĩramũria atĩrĩ, mwathi wakwa ici nacio nĩ cia kĩ? Hĩndĩ ĩyo mũraika ũcio tũraranagĩria nake aranjũria atĩrĩ, githĩ ndũĩ ũhoro wa indo ici? Na niĩ ndĩramũcokeria atĩrĩ, aca mwathi wakwa. Nake aranjokeria ũhoro aroiga atĩrĩ, ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkoniĩ Zerubabeli, na nĩ ya kuuga atĩrĩ, Jehova mũnene wa ita ekuuga ũũ, ti ũcamba wa andũ makaraũ kana hinya wao ũkahotana, no nĩ ũhoti wa Roho Mũtheru. Haleluya. Nĩ ũhoti wake wa Roho Mũtheru. The 2 olive trees mizeituni miwili are known, the olive trees are known for their quality oil. Miti ya mizeituni inajulikana kwa sababu ya mafuta yake ya dhamana. For their quality oil. Kwa sababu ya mafuta yake ya udhamana. And now here, na sasa hapa, there is a lampstand. Kuna kinara cha taa. On top of the lampstand, na juu ya kila kinara, there is a bowl, a golden bowl. Kuna bakuli ya dhahabu. On top of the golden bowl, na juu ya bakuli ya dhahabu, are the seven lamps. Kuna taa 7. And these lamps na hizi taa 7 are drinking from the bowl. Zinakunywa kutoka kwenye bakuli. But the bowl, lakini bakuli, is drinking inakunywa from the 2 olive trees, kutoka kwa miti 2 ya mizeituni, kupitia mrija. So kumaanisha mafuta inamaanisha Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mafuta inamaanisha Roho Mtakatifu. Mafuta inamaanisha Roho Mtakatifu. Mafuta inamaanisha Roho Mtakatifu. Kumaanisha kwamba kanisa
Kanisa linatoa power, nguvu, authority, mamlaka from the two olive trees, kutoka kwa hii miti, from the oil that comes from the olive trees. kutoka kwa mafuta haya ambayo yanatoka kwenye haya. It is that oil that can sustain the church. Ni hii mafuta ambayo inaweza kusaidia kanisa. It is the one that sustains the lamps. Ni mafuta haya ambayo yanaweza kusaidia tazi wake. If they were cut off, kama itakatwa, the lamps will not hazitawaka. Taa hazitawaka. Mnanipata? Taa hazitawaka. Hizo mirija ikakatwa, the lampstand will be on its own. Kinara kitakuwa peke yake. The bowl will lack oil. Bakuli itakosa mafuta. Na taa hazitawaka. Meaning, kumaanisha there will be no revival. Hakutakuwa na uvuvio. Because kwa sababu it is the Holy Spirit of God ni Roho Mtakatifu wa Bwana that revives the church. ambaye analeta uvuvio kwenye kanisa. However, hata hivyo, the Holy Spirit of God Roho Mtakatifu wa Bwana is derived from God. Anatoka kwa Bwana. So when we are walking with God, kwa hivyo tunapotembea na Bwana, then we need to be very careful. Kisha tunafaa kuwa kwa makini sana. Not to separate ourselves tusijitenge from the two olive trees. kutoka kwa miti mbili ya mizeituni. Because if we separate ourselves, kwa sababu tukijitenga, we will lack oil. Tutakosa mafuta. We will lack the word. Tutakosa neno. We will lack revelation. Tutakosa ufunuo. And finally we will be destroyed. Na mwishowe tutaharibiwa. But if we stay attached to the olive trees, lakini tukibakia tumeshikamanishwa na hii miti mbili ya mizeituni, the oil that comes from the olive trees, mafuta ambayo yanatoka kwenye miti ya mizeituni, will always inflame our salvation. kila mara itatutia moto katika wokovu wetu. Help us to walk with God. Utatusaidia kutembea na Bwana. That is why you hear we are being rebuked time after time. Na ndio maana tunakemewa muda baada ya We muda. are being corrected time after time. Tunarekebishwa muda baada ya muda. We are being made, yani tunatengenezwa siku kwa siku. Tunatengenezwa siku kwa siku. We are fasting now and then. Tunafunga kila kwa saa moja hadi hiyo nyingine. If you want to walk with God, kama unataka kutembea na Bwana, you must attach yourself. Lazima ujishikanishe. Because look, kwa sababu tazama, we were removed from the darkness. Tuliondolewa kwenye giza. And brought into what? Na tukaletwa katika nuru. The glorious light. Katika nuru ya utukufu. And in this glorious light, na katika hii nuru ya utukufu, here is where you see, you hear a cripple has walked, a blind have seen, ukimwi umeponywa. All my songs of celebration, nyimbo za kusherehekea, of the healing ya uponyaji, that comes from the oil from the olive trees. ambao unatoka kwenye miti ya mizeituni. And when you look at the olive trees, na unapotazama miti ya mizeituni, they do the same work at the same time. Inafanya kazi moja kwa saa moja. The lamps zinawaka at the same time. Taa zinawaka kwa saa moja. Hakuna ingine inawaka moto kidogo, hakuna ingine inawaka moto kidogo, na ingine moto mingi. na ingine moto mingi. Zote zinawaka moto same. Zote zinawaka moto moja. Meaning, kumaanisha, we who are under these two olive trees, sisi ambao tuko chini ya miti mbili ya mizeituni, we need to walk in unity. Tunafaa kufanya kazi katika We need to walk in unity. Tunafaa kutembea katika umoja. We need to speak in unity. Tunafaa kunena katika umoja. We need to serve in unity. Tunafaa kutumikia Bwana katika umoja. Because God, kwa sababu Bwana, God the Father, Bwana
maagizo kwa Bwana, and bring to the church, na wanaleta kwa kanisa, so that the church may be nourished, ili kwamba kanisa likapate kuwishwa, so that the church may be warned, ili kwamba kanisa ikapate kuonywa, so that the church may be guided, ili kwamba kanisa ikapate kuongozwa. Obediently they do it. Kwa utulivu wanafanya kabisa, wanafanya, and in unity they do it, na katika umoja wanafanya. Meaning, kumaanisha for us to walk with God, kwa sisi kutembea na Bwana, unity is a very important factor. Ni kitu ya maana sana. Bwana Yesu makofi. Ai jamani, sikii kama tunaipata. Inakuja. Are we getting it? Sir, overseer, is it coming? Inakuja. Hallelujah. Hallelujah. Unity. Umoja is a factor in the church. Ni jambo ya maana sana katika kanisa. Because kwa sababu First Peter chapter 2 Petro kwanza mlango wa 2 has told us that when we were brought from the darkness, imetuambia kwamba tulipoondolewa kwenye giza, we were called to proclaim, tuliitwa tukapata kutangaza the goodness of God, uzuri wa Bwana, the testimonies of God, ushuhuda wa Bwana. Meaning, kumaanisha the testimony of God, ushuhuda wa Bwana, begins from our hearts, unaanza kwa mioyo yetu, our minds, mawazo yetu. That one now controls even our character. Sasa hiyo pia inaongoza tabia zetu. If our hearts have submitted, kama mioyo yetu imejitiisha, our minds have submitted, mawazo yetu imejitiisha, then the heart and the mind, hata moyo na mawazo, we control our character, itaongoza tabia zetu. we control my tongue, itaongoza ulimi wangu, we control my acts, itaongoza matendo yangu. Hallelujah. Hallelujah. Why? Kwa nini? Because I have submitted to the light. Kwa sababu nimejitirisha kwa nuru. I have been brought from the darkness. Nimeondolewa kwenye giza. Hallelujah. Hallelujah. The church now, kanisa sasa, on top of the golden lampstand, juu ya hile kinara cha dhahabu. You are on top of the golden lampstand. Uko juu ya kinara cha dhahabu. Moment. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie. Tutazame. Hallelujah. Hallelujah. Thank you kwa sababu ya ulipoingia kwa ofisi ya sanitation ulichukua kabisa kuja unaosha hata jana na hiyo, that is good. Take it na Victor, endeleeni hivyo. Hivyo ni vema, chukua hiyo. Hallelujah. Kila mtu chukua, fanya kazi hivyo. Kila mtu chukua na ufanye kazi hivyo. The oil is flowing. Kwa sababu mafuta inatiririka. From the olive trees. Kutoka kwa miti ya mizaituni. The oil is flowing. Mafuta inatiririka. To the bowl. Hadi kwenye bakuli. And the lamps. Na taa. Are now giving light. Zinatoa mwangaza. Giving light. Zinatoa mwangaza. Testimony of Christ. Zina shuhuda za Kristo. Testimony of the resurrection of Christ. Shuhuda za kufa na kufufuka kwa Kristo. You are brought from darkness. Ulitolewa gizani. And now you are walking in light. Na sasa unatembea kwenye You nuru. are living testimony. Wewe ni ushuhuda wa hai. Hata dunia inaweza asking. Sasa wanauliza, kwani unaendaga kanisa wapi? Kwani unaenda kanisa wapi? Kwani uliokoka? Kwani uliokoka? Hallelujah. Hallelujah. Because kwa sababu the oil mafuta that flows ambaye inatiririka from the olive trees kutoka kwa ile miti ya mizaituni transformation, imeleta mabadiliko, brought healing, imeleta uponyaji. Sasa mtoto Salim ambaye angekuwa amekufa is living. anaishi. The 88 people, wale wote waliokuwa wakiugua more than 50, zaidi ya 50, they were supposed to be in the grave right now. wale ambao walikuwa sasa hivi wangekuwa katika kwenye kaburi. Out of that oil, kupitia kwa mafuta, the 2 olive trees, miti mbili ya mizaituni, now they are living. sasa wanaishi. Meaning,
Kumaanisha, precious people, watu wa dhamana, there is hope kuna tumaini for each and every one of kwa us. kila na mmoja wetu. Take it with gravity. Chukulia hiyo na uzito. You are in the right place. Uko mahali pazuri. You are in the right place. Uko mahali pazuri. Take your position. Chukua nafasi yako. Now serve the Lord. Na sasa umtumikie Bwana. We heard Jana tulisikia a trillion blessings. a trillion blessings. Baraka trilioni moja. Akiwa tena kwa hivi hapa. Tulikuwa hivi. Mama wangu sasa unaona hiyo si nzuri, sio? Haleluya. Haleluya. We need to celebrate. Tunafaa kusherehekea. Imeachiliwa. Imeachiliwa. George. Imefanya nini? It is not again. Andu alito. Sio bure watu wetu. Andu alito. Watu wetu. Si bure. Sio bure. You are in the right place. Uko mahali pazuri. Take your chance. Na sasa chukua nafasi yako. And serve the Lord. Na mtumikie Bwana. Serve Him. Tumikie. The trillion blessings. Baraka trilioni. There are blessings of service also. Ni baraka ya huduma pia. Kibali cha utumishi. Ni kibali cha utumishi. Katika kiwango chako cha utumishi. Katika kiwango chako cha utumishi. Katika your sector of service. Katika kiwango chako cha kutumika. Sio tu baraka za nini, it has healing. Iko na kila kitu. Yani, everything. Kila kitu. So serve the Lord with understanding. Kwa hivyo tumikia Bwana na kuelewa. You are the one. Wewe ndiye That the Lord has chosen. ambaye Bwana ameteua. To emit light in the land. Mwangaza katika eneo. Thank you. Asante. Juzi niliona ukiwa uko wapi? Vibanot, eh? Yes. Do it. Fanya. I don't have to be there. Si lazima niwe pale. Do it. Fanya. Reach out to them. Fikiao. Wafikie. You also do it. Pia wewe fanya. Wherever you are. Pale popote ulipo. You are the light of the world. Wewe ni mwangaza wa ulimwengu. You are walking with God. Unatembea na Bwana. Bring many to the light of God. Leta wengi katika nuru ya Bwana. Tell them about salvation. Waambie kuhusu wokovu. Tell them about the mercies of God. Waambie kuhusu rehema za Bwana. If you do that, Na unapofanya hivyo, then you are walking with God. basi unatembea na Bwana. Now walk with God. Basi tembea na Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Walk with God. Tembea na Bwana. When the two lampstands, the two olive trees, Wakati ambapo miti mbili ya mizeituni and the two lampstands na vinara mbili vya taa stand before the Lord God Almighty. inasimama mbele za Bwana mkuu wa majeshi. Recently in Yamoussoukro, Juzi pale Yamoussoukro, was it in Brazil? It was in Brazil, Boa Vista. pale Brazil, Boa Vista. Hallelujah. Hallelujah. They stood before the Lord. Walisimama mbele za Bwana, The Lord God of hosts. Bwana Mungu wa majeshi. Hallelujah. Hallelujah. They stood before the Lord God Na of hosts. waliposimama mbele za Bwana mkuu wa majeshi, Heaven opened. mbingu zilifunguka And the glory of God poured out. na utukufu wa Bwana ulimwagika. Glory of God. Utukufu wa Bwana. And the Lord, our Lord, the Messiah, came and stood. Na Bwana Mungu wetu Mesaya alisimama Angani. angani. Hallelujah. Hallelujah. And the church Na kanisa was taken. ulichukuliwa. The church Kanisa was taken ulichukuliwa in that vision. katika hiyo maono. So you're in the right place. Kwa hivyo uko mahali ambapo panafaa. I remember when we were at the baptism. Ninakumbuka tulipokuwa kwenye ubatizo, We read the scripture that says, and the Holy Spirit will show you of the things that come. na tulisoma maandiko ambapo ilisema ya kwamba Roho Mtakatifu ataonyesha yale mambo ambayo yatakuja. Mambo ambayo yanakuja. Mambo ambayo yanakuja. Atakuwa anawaonyesha. Atakuwa anaonyesha. Are we blind to see this? Sisi ni vipofu tunaposema hivi. Tumeambiwa kuhusiana na unyakuzi. Tumeambiwa kuhusiana na unyakuzi. Kabla vita vya Iran na Israeli,
Kabla ya vita, before the war between Israel and Iran, kabla ya vita vya Iran na Israel, ya Iran na Israeli, Russia and Ukraine, Urusi na Ukraine, before the 8.8 Asian earthquake, kabla ya ile earthquake ya 8.8 magnitude, before the collision of the two neutron stars, kabla ya kugongana kwa nyota mbili za neutron, before the Lord came down in his thick dark cloud in Kisumu, kabla Bwana akuje katika wingu lake kubwa zito pale Kisumu, before corona came and devoured the earth, more than 30 million. Is it? How many million? 30 million? 20. Okay, people that died during that pandemic, there are many. Watu ambao walikufa katika hiyo janga ni wengi. We knew. Tulijua. The Holy Spirit of God, Roho Mtakatifu wa Bwana had informed us. alikuwa ametuarifu. The ones that take instructions from the throne of God, Wale ambao wanachukua zile maagizo kutoka kwenye kiti cha enzi cha Bwana, had already informed the church. tayari walikuwa wameambia kanisa. Right now, sasa hivi we are seeing the manifestations of the word of the Holy Spirit. Tunaona kuonyeshwa ama kufunuliwa kwa mambo ya Roho Mtakatifu wa Bwana. So precious people, Kwa hivyo watu wa Bwana, chukua nafasi yako na tumikia Mungu na mtumikie Bwana kwa utakatifu, kwa haki, bila mizaha. Hakuna mwenye atakuuliza. Serve the Lord your God. Tumikia Bwana Mungu wako. Because we are walking with the Lord. Kwa sababu tunatembea na Bwana. Let us not be like the children of Israel. Wacha tusiwe kama watu wa Israeli, watoto wa Israeli waliosumbua Musa mpaka hata Mungu akasema I will not go with you. Sitaenda nanyi. Hadi Bwana akasema sitaenda nanyi. Kwa sababu nyinyi ni watu wa mioyo migumu. Hallelujah. Sisi tukatae kuwa watu wa mioyo migumu. Mimi nakataa kuwa moyo mgumu. Kwa sababu nikikuwa moyo mgumu, nikiwa moyo mgumu, Mungu hataenda na mimi. Hataenda na mimi. Hallelujah. When the Israelites disturbed the Lord, wakati ambapo Waisraeli walimsumbua Bwana, the Lord was ready to abandon them. Bwana alikuwa tayari kuwaacha. Mpaka wakaanza kuimba. Hadi wakaanza kuimba. Tutavua pambo yetu, vitu vyote vya dhamana kwetu, mioyo yetu kwa zako tutakaze. Mimi napeana moyo wangu kwake. Mimi nataka utakazo wake, ili niweze kuenjoy, ili niweze kufurahia upako huu ambao Bwana ameachilia kupitia mashahidi wake. Na kuenjoy huu upako, na kufurahia upako, ni kuingia ufalme wa mbinguni. Nibwo. Sawa? Neogwo, si ndio? Wacha tupeane mioyo yetu. Mungu atuongoze. Yes. Ndio. Tusisumbue Musa. Hapana. Tusimsumbue. Wacha tupeane mioyo yetu. Tukifika mahali bahari Shamu iko, ambapo bahari Shamu ipo, tuwe na surety, tuwe na ujasiri
kwamba atafungua njia, kwamba atafungua njia, kwa sababu alifungua ule wakati, kwa sababu alifungua ule wakati. So hata wakati, kwa sababu tuko chini ya minara miwili ya kidhahabu ya taa, mizaituni miwili ya Bwana, kwa sababu tuko chini ya mizaituni miwili na minara mbili ya dhahabu ya Bwana. Hata tukifika kwa bahari Shamu, hata tufikapo kwa bahari Shamu, tusiulize Musa maswali, tuseme tu, ulivyotenda Bwana, ulivyotenda, tenda sasa. Tusimame. Ulivyotenda Bwana wa Mungu, ulivyotenda, tenda sasa. Ulivyotenda Bwana, ulivyotenda, tenda sasa. Ulivyotenda kule jangwani, ulivyotenda, tenda sasa.